Imani katika dini si kama tafsiri tu, bali ni kama ukweli wa kiroho, kisaikolojia na kiteknolojia vile vile. Sio kusema Mungu yupo, bali ni kuruhusu Mungu awe halisi ndani yako. Imani katika dini ni zaidi ya kukubali tu kwamba Mungu yupo. Ni mshikamano hai kati ya nafsi ya mwanadamu na fumbo la kiungu. Wakati mtu anaamini kwa kweli, kuna mabadiliko hutokea ndani yake. Akili inakubali ukweli wa Mungu, moyo unahisi uwepo wa Mungu, na mapenzi au nia yananyenyekea kwa mamlaka ya Mungu. Kwa hiyo, imani inakuwa daraja kati ya udhaifu wa mwanadamu na ufunuo wa Mungu mwenyewe. Kila dini uliyowahi kuisikia huanza na ufunuo kwa mtu fulani. Mtu huyu wengine wanamuita mtume, wengine wanamuita nabii, wengine na majina mengi ambayo wanaweza kuyaita. Huu ufunuo ni jambo lililooneshwa, kufunuliwa au kufahamishwa kutoka kwa Mungu mwenyewe au kupitia uzoefu wa utendaji wa kiungu kwa mtu fulani. Katika Uyahudi, Mungu alijifunua kwa Ibrahimu, baadaye akaenda kwa wengine, alipopitia kwa kina Nuhu, akapitia na kwa wengine, akafika hadi kwa Musa. Hapo aliwapa ufunuo wake yeye mwenyewe Mungu, nao wakaufikishwa kwa mwanadamu. Hapa palikuwa na kitu kilichotengenezwa, na kilichotengenezwa ilikuwa ni imani. Imani gani? Ilikuwa ni imani ya Kiyahudi. Kulikuwa na imani ya Wayahudi kabla ya Yesu Kristo kuja. Imani zilikuwepo zingine nyingi, lakini imani iliyokuwa ikimtukuza Mungu ilikuwa ni imani ya Kiyahudi. Katika Ukristo, Mungu alijifunua kupitia yeye mwenyewe, kupitia mwili tunaoita Yesu Kristo. Hapo ikazaliwa imani ya Kikristo. Hautakiwi kumwona Yesu ndipo umwamini. Siku moja alimjibu mtu mmoja, mwanafunzi wake aitwaye Tomaso, akamwambia, "Kwa kuwa umeniona, umenisadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki." Tomaso alimuona Yesu. Maswali aliyouliza akamjibu, akamwamini, akamwonyesha mikono na vingine. Tomaso akamwamini kwa sababu alikuwa haamini, lakini baada ya kuwa amemuona akaamini. Ndipo Yesu akamwambia hivyo. Hapa alikuwa akimfundisha kwamba imani ni mwitikio wa mwanadamu kwa sauti ya Mungu, na ni kusema ndiyo Bwana, nasikia, kwa kila sauti ya Mungu. Sio usubiri tu uone. Na hata kama huone, hata kama husikii, hata kama huna dalili, wewe unaamini, kisha yeye sasa anajitokeza rasmi live katika maisha yako. Imani ya kweli inagusa sehemu kuu tatu muhimu sana za mwanadamu, na hizi sehemu kuu tatu ndizo tuziangalie sasa hivi, na hivi ndivyo tunavyoviita vipimo vya imani. Kipimo cha kwanza ni kipimo cha kiakili, au ni kile ambacho wengine nakiita intellectual dimension. Kipimo cha kiakili ni kujua na kuelewa kile unachokiamini kiundani. Unakijua kitu, halafu wewe unakielewa kiundani, ndipo kipimo hicho kinafanya kazi. Utaniambia hapo naongea nini? Angalia mfano, nikwambie mfano. Ni kama wakati unapoweza kusimama sehemu ukasema hivi, "Ninaamini kuna Mungu mmoja." Hii ina maana kwamba wewe unamwamini Mungu, umeamua kumwamini na unasema unamwamini Mungu. Hii ni imani kama maarifa na hakika. Ni maarifa ulionayo kwamba Mungu yupo na Mungu ni mmoja. Kipimo cha pili ni kipimo cha hisia au emotional dimension kama wengine mnavyoviita. Unahisi ukweli wa kile unachokiamini. Ni wakati unapohisi kwamba unachokiamini ni kweli, unajikuta unapenda kile unachokiamini vile vile. Unakuwa na tumaini katika kile unachokipenda. Hofu huna, na unakuwa unakiheshimu kile unachokiamini. Kwa mfano, ni wakati unapoweza kusema, "Ninahisi uwepo wa Mungu ninapoomba." Hapa ni kwa sababu unampenda Mungu, na ukiomba unajua unazungumza naye.
Unajua kwa sababu ushaanza kumpenda, ushaanza kumjua, kisha hisia zako zinakupeleka pale. Lazima utahisi kwamba Mungu yupo karibu wakati ukiwa unaomba. Lakini kipimo cha tatu ni kipimo cha kimapenzi au ni kipimo cha nia. Ni wakati unatenda kulingana na imani ya kwako. Sio imani kwa maana ya dini fulani. Kwamba imani yetu sisi ni wakina fulani ni akina fulani, hapana. Ni wakati unapotenda mambo kulingana na kile ambacho wewe unakiamini, tofauti na dini. Kwa mfano nitakwambia, kwa sababu namwamini Mungu, ninasamehe wengine. Yaani ulianza kwanza kumjua Mungu, baadaye ikaja hisia au ule upendo ukampenda Mungu. Halafu sasa hivi unajikuta unatenda nini? Unasamehe watu wengine wanaokukosea kwa sababu unamjua Mungu na unajua yupo ndani yako. Bila kipimo hiki imani inakuwa nadharia tu na sio mabadiliko, kwa sababu imani inatakiwa kuwa mabadiliko ndani yako kabla haijabadilisha dunia. Kwa hiyo imani lazima iguse akili, moyo na tabia au matendo ya mtu. Ndiyo maana imani isiyo na matendo huitwa imani mfu au imani iliyokufa au imani ambayo haina matunda, imani ambayo haina lolote. Soma Yakobo 2:17. Imani ni kama miwani au ni kama mawani. Sijui kama unasema miwani au mawani, wewe angalia hapo Kiswahili fasaha. Imani ni kama mawani ya kiroho. Yaani unaona dunia kupitia macho, lakini sio macho ya kwako. Unaona dunia kupitia macho ya Mungu. Ina maana dunia unaiona tofauti na unavyoiona kwa macho ya mwili na nyama. Imani huunda namna tunavyoona maisha, namna tunavyoona dunia, tunavyoona maisha kila siku na tunavyokabiliana na kifo. Imani inatupa sababu ya kuishi, yani inatuambia kwa nini tupo hapa duniani. Imani inatupa maadili ya kutenda. Imani hii inatuambia namna tunavyoishi. Lakini vile vile imani inatupa faraja tunapopitia mateso, na inatupa tumaini tunapokaribia kifo na maisha ya baada ya kifo. Imani yenye nguvu humfanya mtu kuishi kwa maana ya milele, si kwa mafanikio ya muda mfupi, hapana. Na ndio maana imani ni kama lenzi inayokusaidia kuona. Ni lenzi ya kiroho anayopitia mtu kuona kitu hata kama hakionekani kwa macho ya kawaida. Imani hukua kama mbegu. Inapandwa kwa kusikia ukweli ama kusikia neno la Mungu. Inanyweshwa kwa sala na tafakari zako za kila siku, maombi yako unayoomba kila siku. Imani hii inaimarishwa kupitia majaribu unayopitia kila siku. Majaribu unayopitia unaweza kuona kwamba ni mateso, lakini sio mateso pase, kwa sababu ni vitu vinakuandaa wewe kuwa thabiti, lakini vile vile inajaza matunda kwa utiifu. Imani inapokomaa inakuwa imani kamili. Hapa tunakuwa na imani hizi mbili. Tunakuwa na imani, lakini tunakuwa na imani kamili. Angalia, imani ya kawaida husema nadhani ni kweli. Ukisikia kitu unasema okay, nadhani ni kweli. Lakini imani iliyo kamili husema naishi kama kwamba ni kweli, kwa sababu najua ni kweli. Kuna kitu nakijua ni kweli, unajaribu kuishi kana kwamba hicho kitu tayari kipo live katika maisha yako. Kisaikolojia, imani hutupa ramani ya ndani ya kuelewa uhalisia wa maisha. Hata asiyeamini Mungu anaamini katika kitu fulani, lakini imani ya kidini inatuunganisha na kitu kikubwa zaidi ya tafsiri zetu hizi za kawaida, na kitu hicho ni Mungu mwenyewe. Imani katika dini ni tendo takatifu la kuunganisha nafsi ya mwanadamu na ukweli wa milele wa Mungu huyu ambaye tunatakiwa kumwamini. Si kufikiri tu kuhusu Mungu,
bali ni kumwamini, kujisalimisha na kutembea na Mungu mwenyewe. Inaunganisha yasiyoonekana kwa maana ya roho na yanayoonekana kwa maana ya ulimwengu. Kumbuka, imani sio kusema Mungu yupo, ni kuruhusu Mungu awe halisi ndani yako. Asante sana kwa kusikiliza na kutazama Christ Wing katika podcast yetu ya 3 ambayo inahusiana na imani. Usisahau kuangalia podcast itakayofuata ambapo tutakuwa tunaangalia tofauti ya imani na tumaini.